ambao tuliachana nao siku za nyuma tukiwa tunafanya nao pia biashara, maana tayari tulikuwa tumeshafahamia. Niambia bwana, hatuna kazi na kuna mahali kuna kamlima kazuri, kumekaa vizuri kule, tunaweza tukapiga matukio. Kaambia basi twendeni. Tukaenda jioni. Siku ile tulifanikiwa kushusha matairi mapya ya Scania ya 4. Tukauza yale matairi kama milioni 2. Lakini yalikuwa na zaidi ya thamani hiyo. Maana sisi tukauza 500,000. Ila yana thamani zaidi. Tairi moja ilikuwa inauzwa milioni 1 sijui na laki ngapi. Tukauza milioni 2. Kapata hiyo pesa, tukamuuzia tajiri mmoja alishakufa sasa naye. Yule alipata ni ajali. Alikuwa ni mtu maarufu sana pale Mlo, Mbeya huko. Baada ya kupata hiyo pesa, nikasema sasa maisha ndo haya. Hebu ngoja nikapige na tukio lingine la mwisho. Kawa napanga hivyo, ngoja nikapige tukio lingine la mwisho. Tulifanya matukio mengi hapo, lakini kuna siku ikasema saa hizi ngoja nipige tukio la mwisho nikaokoke. Muda huo ninapozungumza mke wangu yuko ndani. Kwa ile pesa tuliyopata ya zile tairi 4 niliyopata, nikatumia ndugu zake wafanye utaratibu wa kuwatoa kituoni walikokuwa. Kafanya mawasiliano, wakashughulikia mambo ya hapa na pale, wakawashikia dhamana. Wakatoka, wakawa wako nje. Nikafanya mbinu za kumsafirisha kutoka kule kumfikisha mpaka Tunduma. Ikawezekana. Niseme ni Mungu alikuwa ananilinda. Kabla hajaja, kuna mahali nilikuwa nalala, guest moja nilikuwa nimelala karibia mara 2. Ile guest nikalala siku ya kwanza, nikalala siku ya pili. Siku ya tatu nikawa sina pesa. Nikamwambia yule wa guest, hiki chumba ninacholala, hebu tafuta mtu mwingine. Mimi leo sitalala. Ngoja nikafanya shughuli yangu moja, kuna mahali ninaenda. Na kweli nikawa nimeishiwa pesa. Kumbe siku ile ambayo sikulala pale ndio siku ambayo maaskari waligundua pia kuna mtu akawaambia yule mtu ni kama ni yeye tulimuona kilala guest hii hapa. Kwa maaskari wakawa wamefika pale kwa ajili ya uchunguzi. Walipomwendea yule reception akawaambia hapa hakuna mtu wa namna kama hiyo. Ingawa jina langu nilikuwa nimelitaja, ila kwenye lile daftari nilikuwa sijajaza jina langu. Kwa sababu aliniambia jaza, na kuna utaratibu ambao huo upo kwamba kila mgeni lazima ajaze jina lake kwenye kitabu cha wageni. Lakini mimi nikamwambia nitajaza. Kwa hiyo nikalala sikujaza. Kesho yake sikujaza. Sasa siku ya tatu hii ambao sikulala ndio maaskari wakawa wamefika nao wakachukua chumba. Yaani wakarara siku ya kwanza. Kesho yake tena wakarara siku ya pili. Wakamwendea sasa yule dada. Wanamwambia kuna mtu mmoja anaitwa fulani. Ni kijana mdogo. Ni mfupi, hana mwili, mwembamba tu. Anaitwa, sasa wakataja jina sasa. Anaitwa Jonas Jackson Mwashtete. Alikuwa analala hapa, tuna taarifa zake. Unamfahamu? Akasema huyo kijana simfahamu. Mweusi? Hapana, simfahamu. Okay, sawa. Lakini taarifa zake ni kwamba yuko hapa. Sasa sikiliza. Kama atarudi, picha yake ni hii. Wakampa picha. Kama atarudi, tunaomba utupigie simu haraka sana. Kuna fedha tutakupatia. Nzuri kabisa. Namba zetu hizi hapa. Wakamkabidhi namba zile. Wakaondoka. Sasa na mimi nimepata pesa. Jioni narudi pale. Nikafika, nikamkuta yule dada, habari? Safi, kwema. Wakati nazungumza anachungulia nje, yani kama vile anainuka pale kwenye kiti, anaangalia. Anasema wewe si ndo unaitwa fulani? Nikamwambia ndio. Ulitoroka jere? Yeye anasema ulitoroka jere. Yaani moja kwa moja. Yeye anasema ulitoroka jere. Hasemi jera. Yaani yeye anashindwa ni Muemba, ila alikuwa anafanyia kazi upande wa Tanzania. Anasema wewe umetoroka jere eti. Kuna maaskari wamekuja hapa, wamelala siku 2 kwa ajili yako. Na hivi ninavyozungumza wameniachia namba zao za simu hizi hapa. Wasema niwapigie, watanipa pesa. Sasa ondoka haraka sana iwezekanavyo. Sijui unaenda wapi, ila ondoka sana.
Dada yule aliniambia kitu ambacho moyo wangu ulibaki kuwaza kwamba huyu Mungu bado ananipenda. Sio jambo dogo. Yule dada nikampa, sikumbuki nilimpa shilingi ngapi. Asante dada, asante. Ila haikulingana na fedha ambayo wangempa. Nikawa naondoka. Wakati nimeondoka, nikahamia upande wa pili, nikapanga chumba upande wa Zambia. Sehemu moja Tazara, ndani Zambia. Nikaendelea kuishi huko. Baada ya wiki moja nikapiga simu sasa mke wangu aje, maana nilikuwa nakaa peke yangu. Nikafanya taratibu na kweli mke wangu akafanya kufika. Alipofika akaeleza yaliyomkuta. Mke wangu sasa narudia, mume wangu, haya maisha mpaka lini? Acha hii tabia. Badilika mume wangu. Nikamwambia usijali. Sasa hizi nataka nifanye kazi hii moja. Nikifanya hii kazi moja tunaenda kanisani. Yeye akasema mimi nimeamua kwenda kanisani. Akaanza yeye kwenda kanisani. Mimi nikawa siri. Nikasema wewe nendana, ila mimi nitakuja na mimi sio muda. Na huo wakati huo maisha yangu yako vizuri ndani, ma TV safi, kitanda kizuri, godoro za maana, zote hizo zimeshushwa, zingine kwenye magari. Ndani ukiingia sofa za maana, nyumba ya heshima, sebule tu kubwa. Nalipa kwacha shilingi 200,000 kwacha, ambayo ilikuwa sawa na shilingi 70,000 ya Tanzania. Siku moja nikakutana, tukapanga na rafiki yangu tuende kwenye tukio. Tukaenda kwenye lile tukio. Lile naro linanipa ushuhuda ambao nasema Mungu hakika ananipenda. Yaani narudi tena, Mungu alinijua toka niko tumboni. Pamoja na yote hakuniacha. Lile tukio lilikuwa ni tukio ambalo siji kulisahau katika maisha yangu. Tumefika eneo la tukio ambapo siku zote tumezoea kufanyia matukio. Ikatokea Noah, gari ndogo inakuja. Ile gari ikawa ni usiku saa 6, tuko wawili tu. Na siku hiyo hatakuwa na silaha zaidi ya nondo. Hizo tunasema zilikuwa ni za kawaida. Ikawa inakuja mwendo wa taratibu kwa sababu barabara ni mbovu. Sasa tukaizunguka kwa nyuma, tukafungua buti, tukaangusha mabero ya mitumba yaliyokuwa yako mle ndani huku ikitembea. Dereva alipoona hakuweza kunyamaza. Aliamua kuruka kwenye gari na kuanza kutukimbiza. Mimi nikasimama kwa kujiamini. Maana nilikuwa sishikiki. Yaani mtu hata kinishika, mwili wangu ulikuwa mwepesi sana namna kumchomoka. Alipokuja akanikamata, nikamwangusha. Ni mnene, nikamwangusha. Baada ya kumwangusha, akaniangusha. Akaniminyilia chini, akaanza kupiga kelele. Kawarara, kawarara, maana yake mwizi, mwizi. Sasa mimi kiwemba hakipandi. Yeye ni mwenyeji wa nchi ile, maana yake tulikuwa upande wa Zambia. Kelele zikaanza. Sasa ile gari nayo wakati anashuka hakusimama, bali aliruka kwa kuruka. Kwa hiyo ilienda ikajizungusha yenyewe, ikajikita, ikazuia na barabara. Kwa hiyo gari zote zinazokuja huko hakuna pa kupita. Foleni ikawa ni ndefu. Zote zimezuiwa na ile gari. Na kila mtu anataka ajue kuna nini mbele, ila wanasikia mwizi, mwizi. Walikuja madereva. Si madereva tu, walikuja wananchi. Palichafuka. Dakika moja hali haitamaniki. Ndio ilikuwa mara ya kwanza kukamatwa na wananchi wenye hasira kali. Nilipigwa. Nilikuwa sijawahi kamatwa na wananchi. Matukio yangu yote nilikuwa nakamatwa na maskari hivyo. Tukio lile nilipigwa. Naona kifo hiki hapa. Yaani naona naenda kukata roho. Maumivu nimeacha kuyasikia. Mwili unahisi ganzi. Kulia nimelia, sijisikii tena kulia. Yaani sauti haitoki. Nikaanza kuona kama nyota. Naanza kuona kama nyota. Sielewi kama nilikuwa nimefumba macho au sijafumba. Kipigo kikao kimeendelea, wanapiga kama mbwa. Ambalo naweza kukumbuka ni jambo moja tu. Wakati naendelea na kipigo kimezidi, ninaona kwenda kukata roho. Nilimwambia Mungu, naomba unipe nafasi ya mwisho. Nipe nafasi nyingine ya mwisho ya kuishi Mungu. Najua ulinipa nafasi nimeichezea. Sitaichezea Mungu. Naomba unisaidie.
Wakati nimesema maneno hayo, kuna kitu ambacho ni kama naambiwa kwamba angalia, hivi ndio unavyokufa katika dhambi, hivi ndio unavyoenda jehanamu. Yaani kama kuna mtu ananiambia hivi ndio unaenda jehanamu. Wakati nasikia sauti hiyo inasema, na mimi nang'ang'ana kumwendelea kumwambia Mungu, hapana Mungu, hapana Bwana, naomba unisaidie, nipe nafasi ya mwisho, naenda kukutumikia, naenda kukutumikia. Fikiria, yani wananipiga, lakini mimi ilikuwa ni kama nafsi ndio inaomba. Maana sasa sina uwezo wa kutamka kwa neno, ila nahisi moyoni kukawa kunazungumza kitu kama hicho. Nazungumza naye, Mungu, naomba unipe nafasi ya mwisho. Baada ya dakika chache nikapoteza fahamu. Sikujua kinachoendelea. Kwa hiyo walipiga wanavyojua wao. Walipiga wanavyojua wao. Baadaye walipopiga wakahisi wamemaliza, wameua, wakapiga simu polisi ya Zambia. Polisi ya Zambia ikaja kunichukua kama maiti. Nikawa napelekwa mochwari. Kumbuka natafutwa na jeshi la Tanzania. Na kule tayari nimekamatwa na jeshi la Zambia, ambalo sasa kule ni kama maiti. Nikabebwa kupelekwa mochwari. Kufikwa hospitalini ili waweze madaktari kusaini na kuniweka pale, wakaniangalia, wakasema huyu mtu bado hajakata roho, huyu bado anaweza kapona, mwekeni hapo. Nikawekwa kwenye kitanda. Nilikuwa ni mtu ambaye navaa nguo nzuri sana, za maana tena za heshima, na mikufu ya thamani. Wenyewe wanaita bling bling. Ya, siku ile nilijikuta niko peku, niko na bukta, niko na kaushi. Hivi vingine sielewi viko wapi. Majira ya saa 11 ndo napata fahamu sasa nikiwa hali hiyo. Jioni alfajiri. Alfajiri kuna pambazuka. Kutoka ile saa 6 mpaka saa 7, saa 8, saa 9, saa 10. Na rafiki yangu tuliyekuwa naye wakati tuko kwenye tukio alinikimbia wakati watu walipokusanyika. I say Yesu pekee ndo msaada wetu, ambaye hata kuacha hata tabuni. Pamoja na hayo yote hakuniacha Bwana. Ila rafiki yangu alinikimbia. Hakuweza kukabiliana na mimi mpaka dakika ile 11 alfajiri. Naangalia niko wapi hapa. Naangalia mazingira ni mageni kwangu. Mazingira baadaye naiona taa. Naona zile bodi zile za juu, lile dari. Kama niko hospitalini. Niko hospitalini. Sasa kitu gani kimenileta hapa? Fahamu zimepotea. Yaani sikumbuki hata kilichonipeleka ni kitu gani. Nikabaki kujiuliza, ni kitu gani? Nikaanza kuvuta kumbukumbu ya juzi. Kumbukumbu ya jana. Jana muda ule nilipokuwa sauti nasema hivi ndio unavyokufa katika dhambi. Sasa nilikuwa nimekufa au ilikuweje? Asante Mungu kwa kunipa tena uhai. Nikabaki kumshukuru Mungu. Huku niko najiangalia mikononi na pingu miguuni na mikononi. Kumbe bado niko chini ya ulinzi. Asante Mungu kwa kuwa umenipa neema. Umenipa nafasi tena ya kuwa hai. Sifikirii kile kifungo, ila nafikiria uhai alionirudishia. Maana sasa nimepata nafasi ya kutubu tena. Asante Mungu kwa kuwa umenipa nafasi. Kifungo sikukiona kama shida. Basi nikashangaa pale wale madaktari. Hakuna cha dawa yote walionipa. Wakaanza kupigia na simu, wanawapigia maaskari simu. Njooni mchukue mtuhumiwa wenu. Polisi ikawa inakuja kunichukua. Ameshazinduka, imefika pale. Wananihoji. Bwana vipi? Safi. Hichi Tanzania hicho. Wanaongea sasa kikwao. Sema wa Tanzania huyu. Kasema ndio. Wewe mwizi wewe. Leka warala iwe. Manake wewe ni mwizi wewe. Kaambia hapana, sio mwizi. Nakataa. Sio mwizi. Sema huyu ni twende naye. Wakawa nibeba, tunaondoka mpaka kituoni. Tukafika upande wa kituo chao, tiko Zesco kule ndani. Pale tunaita wapi? Tunduma, upande wa Zambia na Konde.
wakaniweka ndani. Kichwa kimeumuka, kimevimba, makovu mengine. Mwili wangu haukuwa hivi, nilikuwa na sura nzuri sana lakini haya makovu haya yote yalitokana na siku hiyo. Nikakuta mwili umeumuka, sitamani hata kuangalia watu. Yaani hata ndugu yangu akija sidhani kama atanitambua. Na kweli alipofika mke wangu, maana rafiki yangu alipokimbia wakati huo alienda kumwambia mke wangu, mwenzangu amemkamata. Wapi? Sehemu fulani, sijui kama atakuwa hai au la. Wakaenda kufuatia mpaka eneo la tukio na mke wangu hawakunipata. Wakaanza kutembeza picha yangu. Siku ya kwanza ikashindikana. Siku ya pili wanatembeza picha. Walipoenda mpaka hospitalini, wakaambia huyu mtu alikuwepo hapa. Nendeni rock up kule na Konde Zesco, mtamkuta huyu mtu. Nadhani amechukuliwa na polisi. Kufika kule ndo kunikuta, lakini kabla hawajafika, wakati maaskari wananitoa, zile pingu ziligoma kufunguka. Za mikononi zilifunguka, za miguuni hazikufunguka. Ziligoma? Ikawa imefunguka upande mmoja zimengangania. Hangaika imeshindikana. Ikabidi sasa wachukue jukumu la kunichukua waende wakanikate na grinder. Nikabebwa na gari yao mpaka sehemu wanapokata kwa kutumia grinder. Siku ile nilisikia maumivu. Sasa ni chuma kinapata moto. Kwa hiyo wanapokata najisikia maumivu makali ya chuma kinavyopata